Kwa majina anaitwa Ibrahim Magongo, ni diwani kata ya Mwenda. Mnamo siku ya Ijumaa tulipata tukio la kuingiliwa na mafuriko. Mafuriko baada ya kufika, ilikuwa ni usiku wa saa 4. Asubuhi yake tulipata uharibifu wa nyumba 5 zilivunjika kabisa, na makazi 30 yalikosa sehemu ya kukaa. Baada ya hapo tukaendelea na shughuli. Baada ya kumaliza shughuli, ilipofika siku ya Jumapili tukagundua kumbe katika maafa yale ya mafuriko kulitokea na kifo kimoja. Yule mtu alikuwa ni siku ya Ijumaa, baada ya mafuriko kupita alikuwa anavuka kwenda shamba. Katika kuvuka inaonekana aliteleza kwenye kivuko, na kile kivuko kilikuwa kina maji mengi. Basi mwili wake ukasogezwa sio mbali sana na pale alipovuka, ukawa umekwama hapo. Basi mnamo siku ya Jumapili watu katika kupita kwenda shamba wakaukuta ule mwili. Na ndipo walipoanza kutaarifu viongozi wa vijiji pamoja na viongozi wa kata. Tulifika kuutambua ule mwili, japokuwa ulikuwa umeharibika. Watu walipata shida kidogo kuutambua, lakini baadaye kuna mdada mmoja mhusika anaitwa Zuchu aliutambua ule mwili kwamba ni wa mtu ambaye anashindaga sana mgawani kwake. Basi baada ya kumgundua tulijaribu kufanya mawasiliano na ndugu zake wa karibu. Wapo waliolizia kusema kwamba kwa sababu maiti yenyewe ilikuwa imeharibika, tukafahamisha pia kituo cha polisi. Basi wakasema aitwe dokta aupime huo mwili kugundua je ni ajali ya namna gani, aidha maji au ameuawa. Basi baada ya daktari kufika kuchunguza ule mwili, basi akagundua moja kwa moja kwamba ule mwili kifo chake kimesababishwa na ajali ya maji. Hapo ndipo tukajaribu kushauriana kwa tafuta ndugu zake kuona nini cha kufanya, na askari wakaruhusu wakasema basi kama kifo cha ajali basi tunaruhusu, kama ndugu ataridhia basi fanyeni hatua za mazishi. Basi watafuta ndugu zake ambao walikuwa wanapatikana, kwa sababu inaonekana pia ndugu zake hawako hapa kwenye hii kata yetu. Yeye alikuja tu hapa kama kuja kulima. Ndugu zake wengi wako Kilombero. Basi wa ndugu zake wachache wanamfahamu hapa, na ndugu zao waliwapigia simu wakasema basi kama itakuwa imefika katika stage mbaya basi sisi tunaruhusu kama ndugu afanyaje astiliwe. Basi hapo ndo tukapata jukumu la kuchimba kaburi basi na kustiri ule mwili. Baada ya kutengana tulikuwa bado tunazidi kuwasiliana, taarifa tunapeana. Muda mwingine alikuwa anakuja Dumila kwa watoto, anatembea, tunakutana mpaka hapo ilipokuja kufikia taarifa za mauti wake. Tukapata taarifa na tumekuja eneo la tukio. Tulikuwa bado tuna ushirikiano mzuri tu. Mimi kwa kweli nawashukuru sana Wanamwenda wote ambao wamejitoa kwa hali na mali kwa ajili ya kumhifadhi mume wangu. Cha kuwalipa sina, ila Mungu atawazidishia. Pale ambapo wamepunguza nguvu zao, Mungu atawaongezea maradufu. Kwa sasa hivi hatutahamisha mwili, bali tutafanya malengo ya kuja kujengea kaburi pale ambapo mwili upo.